Jenista, kwa jinsi unavyopenda uwaziri, siku ukitumbuliwa unaweza kufa baada ya siku. Huwezi kudefend kila jambo na defend kwa sababu uonekane. Kuna saa kuchill ni wisdom. Una chill tu. Wewe unajua mambo tunaongea unafahamu, na ni hivi hatufanyi ili mimi kuwa mbunge. Nimeshakuwa mbunge wa mbili. Hatufanyi mimi kuwa mbunge. Tunaposema utawala bora katika tume huru ya uchaguzi, mheshimiwa, naomba niongezee muda tafadhali. Tunaposema utawala bora ulenge katika tume huru ya uchaguzi, sio tume ya kuisaidia Chadema, ni tume ya kuharmonize future ya taifa hili. Kwamba kusiwepo na mashaka. Ni hatari sana watu kufikiria tu mnaiba kura. Hilo tu kwenyewe ni hatari. Yaani tu kufikiria kwamba mnaiba kura ni hatari. Sasa cha muhimu ni nini? Ili kuwa na future nzuri, wananchi wanatakiwa wawe na imani na uchaguzi. Wananchi wakiondoa imani na uchaguzi, Mtazamaji wa Bashasha TV, hiyo ni sauti ya aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini kupitia tiketi ya chama cha maendeleo na demokrasia Chadema, Godbless Lema, ambaye aliongea kauli hiyo pindi alipokuwepo bungeni katika muhula wake wa pili katika kipindi cha mwaka 2015 kuja mwaka 2020, ambapo Godbless Lema aliweza kuongea maneno hayo akimuongelea marehemu kwa sasa mbunge wa Peramiho na aliyewahi kuwa waziri wa afya na sekta mbalimbali hapa nchini, mama yetu Jenista Mhagama. Kauli hiyo imezua mijadala baada ya yeye mwenyewe Godbless Lema kuipandisha katika mitandao yake ya kijamii, huku akisindikizia na jumbe mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Ikumbukwe tu ya kwamba Godbless Lema ni moja kati ya viongozi wa upinzani ambaye kwa nafasi yake amekuwa akipambania kile anachokiamini kuwa ni haki kwa Watanzania na kupitia chama chake cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambapo si mara ya kwanza kuongea kauli hii ambayo watu wengi wameitafsiri kwamba alimtabiria kifo mheshimiwa Jenista Mhagama, kwa sababu ikumbukwe tu baada ya muda mrefu ambao mheshimiwa Jenista Mhagama amekuwa akihudumia kama mbunge tangu miaka ya 2000 mpaka hivi sasa, katika uongozi wa mheshimiwa JPM John Joseph Pombe Magufuli mpaka kuja katika utawala wa Rais Samia, amekuwa katika nafasi mbalimbali za kiuongozi na mpaka mara ya mwisho alikuwa ni waziri wa afya, nje ya kuwa ni mbunge wa kawaida tu, ambapo kwa sasa nafasi hiyo ameichukua Mohamed Mchengerwa, mbunge wa Rufiji, ambaye kwa sasa alikuwa ni waziri wa TAMISEMI na hivi sasa ndo waziri wa afya. Ikumbukwe tu katika awamu zote ama katika kipindi cha miaka hii 10 hapa, mheshimiwa Jenista Mhagama amekuwa jina lake halitoki katika baraza la mawaziri. Limekuwa likitoka sana katika mikeka tangu uongozi wa hayati John Pombe Magufuli hadi hivi sasa, isipokuwa tu baada ya uchaguzi huu wa Oktoba 29 uliofanyika Oktoba 29, ambao tuliona uliambatana na vurugu, maandamano na watu wengi walipoteza uhai, Watanzania wengi walijeruhiwa. Ndio kwenye baraza jipya la mawaziri sasa la serikali ya awamu ya 6 muhula wa pili, jina lake halikuwepo, jambo ambalo lilishangaza wengi, na si jina lake tu bali hata mheshimiwa Bashungwa, lakini pia wengine pia kama vile
Mheshimiwa Jafo, lakini pia waheshimiwa mbalimbali ambao walikuwa wamezoeleka kwenye mabaraza mawaziri, Bashe na wengine hatukuona majina yao. Lakini kauli hii ya Godbless Lema imezua utata, ni kwa sababu katika uongozi huu ama awamu hii ambayo kwa sasa ina mwezi mmoja tu tangu uchaguzi ulipofanyika, kwa sababu itakumbuka kwamba Mheshimiwa Jenista Mhagama alikula kiapo mbele ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwezi Novemba 11 na amefariki mwezi Disemba 11, mwezi mmoja tu baada ya kuapa kuwa mbunge, na baada ya hapo baraza la mawaziri lilitajwa na hakuwepo. Ikumbukwe kwamba Lema amekuwa ni mtu ambaye watu wengi wanamuita mtabiri kwa sababu ya kile ambacho maneno mengi ambayo amekuwa akiyaongea baadaye huwa kwa asilimia fulani yanatokea. Mfano, aliwahi kuongea kuhusiana na anguko la aliyekuwa mbunge wa jimbo la Arusha mjini ambaye alimwachia kijiti, ambapo alidai ya kwamba alimfanyia fitina nyingi sana, alimnyanyasa sana kipindi cha uongozi wake Mheshimiwa Gambo alipokuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, jambo lililopelekea baadaye yeye Gambo akaja kuwa mbunge wa jimbo hilo la Arusha mjini, ambapo vile vile ambavyo Lema anadai na baadhi ya Watanzania wanadai ndivyo alivyokuja jimbo lake likachukuliwa na Mheshimiwa Paul Christian Makonda. Lakini si hivyo tu, iliwahi video zilisambaa kipindi ambacho cha msiba wa Mheshimiwa Ndugai, lakini pia Mheshimiwa Rais Magufuli. Lema aliwahi kuongea maneno fulani ambayo yalienda kutokea kwa namna moja ama fulani. Aliwahi kutabiri pia vifo na maanguko ya viongozi mbalimbali ya serikali wa kiserikali, hasa pale anapokuwa akiongelea masuala mazima ya haki. Kumbukwe video hiyo ni ya sauti hii tunayoisikia ni katika bunge la kati ya mwaka 2015 mpaka 2020. Hatujapata tarehe halisi ambayo mheshimiwa aliongea, lakini hii ameiweza kuishiriki katika mtandao wake wa Instagram na kuwakumbusha tu wa Tanzania kile ambacho yeye kama mheshimiwa ama aliyekuwa mbunge Godbless Lema na mwanaharakati aliwahi kukisema baraza jipya la mawaziri lilipotangazwa na mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambapo alitangaza baraza jipya la mawaziri na nafasi aliyokuwepo nayo ya kama waziri wa afya nchini Tanzania ilichukuliwa na Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, ambapo leo msibani aliweza kuongea ya kwamba aliwahi kuongea na marehemu Mheshimiwa Mhagama juu ya masuala fulani ambapo alimwambia kiafya hakuwa vizuri, alianguka baada ya uchaguzi na vitu kama hivyo. Lakini swala kubwa ni kuhusu kauli ya Godbless Lema ambayo watu wengi na hata yeye mwenyewe anasema aliwahi kutabiri ya kwamba Mheshimiwa Mhagama endapo atatolewa tu kwenye nafasi ya uwaziri, siku atakapokuja kukosa uwaziri anaweza akafa kwa pressure. Wewe una maoni gani juu ya kauli hiyo ya Lema na hiki kilichotokea? Tuwape maoni yako hapo kwenye comment. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili video hii iweze kuwafikia watu wengi zaidi na waweze kuhabarika. Karibu sana Bashasha TV. Tufuatilie kupitia Instagram na platform zetu zote, Facebook, Twitter, X na YouTube. Hapa ukisubscribe na kushare na rafiki yako itakuwa ni nzuri sana. Asante sana.